Jeshi la Israel limezuia msafara uliokuwa umebeba misaada kuelekea ukanda wa Gaza, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden, Greta Thunberg. Msafara huo wa boti aina ya Global Summit Flotilla uliolenga kufikisha misaada kwa Palestina waliokuwa katika ukanda wa Gaza. Msafara huo uliojulikana kama Global Summit Flotilla GSF ulikuwa na takriban meli 45 zilizobeba wanasiasa na wanaharakati. Uliondoka Uhispania mwezi uliopita kwa lengo la kuvunja mzingiro wa kijeshi wa Israel katika ukanda wa Gaza, eneo ambalo Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba linakabiliwa na baa kubwa la njaa. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imethibitisha kuwa meli kadhaa za GSF zimezuiwa na abiria wake kuhamishwa hadi bandari ya Israel, huku serikali ya Tel Aviv ambayo imelitaja jaribio la GSF la kusafirisha misaada kwenda Gaza kuwa ni uchokozi na kueleza kuwa Greta Thunberg na marafiki zake wapo katika hali ya usalama na wenye afya. Wizara hiyo ya mambo ya nje imeongeza kuwa meli hizo ziliagizwa kubadili mwelekeo kwa kuwa zilikuwa zikikaribia katika eneo la mapigano. Kwa upande wa GSF imeeleza kuwa hatua ya kuzuiwa kwao ni kinyume cha sheria za kimataifa na wala si kitendo cha kujilinda kama inavyodai Israel, bali ni kitendo cha kukatisha tamaa kwa dhahiri. Kupitia mitandao yao ya kijamii wameandika, hali hii inaonyesha wazi jinsi gani Israel inavyokwenda mbali kuhakikisha Gaza inaendelea kuwa na njaa na kutengwa. GSF imetaja meli kadhaa zilizokamatwa ikiwemo Alma, moja ya meli kuu, Salias pamoja na Adala. Kabla ya kukamatwa kwa msafara huo, ilidai kuwa jeshi la Israel liliharibu kwa maksudi mawasiliano ya meli hizo ili kuzuia ishara za dharura na kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya ukamataji huo. Rima Hassan, mbunge wa bunge la Ulaya mwenye uraia wa Ufaransa na Palestina, ambaye alikuwa sehemu ya msafara huo, ameandika kupitia ukurasa wake wa kijamii akisema, mamia ya watu wamekamatwa kinyume cha sheria na kuzuiliwa kiholela hapa Israel. Kundi la Hamas ambalo shambulio lake la Oktoba 7, 2023 dhidi ya Israel lilichochea vita vya Gaza limelaani hatua ya kuzuiwa kwa msafara huo katika maji ya kimataifa na kuitaja hatua hiyo kama uhalifu wa uharamia na ugaidi wa majini kwa Uhispania na Italia ambazo zilituma meli za kivita kama ulinzi kwa raia wake. Wakati hayo yakiendelea huko mjini Rome, Italia, maandamano yameendelea kuonyesha mshikamano dhidi ya Wapalestina kufuatia hatua ya Israel kuzuia msafara wa meli uliokuwa umebeba misaada kuelekea ukanda wa Gaza. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika jana jioni nje ya kituo kikuu cha reli mjini humo, huku mamlaka zikilazimika kufunga kwa muda mlango wa kituo hicho pamoja na kufunga kituo cha karibu cha treni za chini kwa chini kwa ajili ya tahadhari. Kwa mujibu wa gazeti la Republic, kundi la waandamanaji lilielekea katika ofisi ya Waziri Mkuu Giorgia Meloni na kuishitumu serikali yake ya mlengo wa kulia kwa kushindwa kuonyesha mshikamano na wanaharakati waliokuwemo ndani ya msafara huo. Shirika la habari la ANSA limeripoti kuwa kusini mwa mji wa Napoli waandamanaji waliziba njia za reli katika kituo kikuu cha treni na kulazimisha huduma za usafiri wa treni kusitishwa kwa muda. Maandamano mengine yameripotiwa katika miji ya kaskazini ya Milani na Turin kuonyesha kuenea kwa hasira ya umma dhidi ya Israel. Chama kikubwa zaidi cha wafanyakazi nchini Italia, CGIL, kimetangaza mgomo wa kitaifa siku ya Ijumaa Oktoba 3 kama ishara ya kuunga mkono maandamano hayo na kulaani kile kinachoonekana kama ukosefu wa mshikamano na wanaharakati waliokuwa ndani ya msafara huo. Jordan Mgoli, Mgoli TV.